Naam, karibu sana kwenye mzigo wetu leo mtazamaji. Lakini mzigo wetu bwana unaanzia hapa, huyu mwanadada anaitwa Mary. Lakini hapa anashangaa kumuona mtu ambaye anafanana naye kabisa. Yaani kila kitu mpaka mavazi. Lakini baada ya pale hii siku nyingine anaonekana tu akiwa anakimbizwa na mtu ambaye anataka kumuua kabisa. Lakini wakati anataka kuuawa hapa, yule mtu akatokea tena kumsaidia. Huyu ambaye anafanana kabisa naye. Lakini baada ya kumuuliza wewe ni nani unanisaidia, akasema kwamba mimi ni nusu yako. Na kisha kama tu kuondoka. Tunarudi nyuma sasa ilikuwaje? Mwanadada huyu hapa anaitwa Mary, anaishi tu na wazazi wake kama kawaida. Yeye ni mtoto pekee hapa. Huyu ni Mr. John pamoja na mke wake. Mamake anamuuliza kwamba shuleni tumeambiwa kwamba eti tulikuwa tunaumwa. Kumbe huyu mwanadada bwana alikuwa amesingizia kwamba wazazi wake anaumwa baada ya kukabwa na mwalimu kwamba amechelewa. Lakini hapa akajitetea akasema kwamba mwalimu tu alikosea. Huenda labda ni mzazi wa rafiki yangu. Na hivyo hii kesi bwana ikaamua kuisha. Mwanadada shuleni zilikuwa zimo kabisa. Yaani kiufupi tu huyu mwanadada ni mburula wala hakuna kabisa chochote huko shuleni. Hii siku kafumwa na mwalimu hapa alikuwa anatazama tu simu. Maana yuko busy tu kuchati. Kisha mwalimu akaichukua simu na kaondoka nayo. Wakaita ofisini wakapewa suspension na wenzake. Mary baada ya kufukuzwa hapa kaja kwa mchumba wake. Huyu anaitwa Chike. Huyu Chike alikuwa amekaa na mdada mmoja hapa anamfundisha. Mwamba alikuwa nikipanga kweli hapo shuleni. Lakini huyu mwanadada bwana akaona wivu kabisa. Akamwambia kwamba umeona nimefukuzwa, kwa hiyo ameamua kabisa kwanza kutengeneza makazi mapya kwa mwanamke mwingine. Akasema kwamba alikuwa anamfundisha tu hapa. Lakini nimekuambia kila siku kwamba ubadilike uwe kama mimi. Kwa hiyo nataka nibadilike vipi yani? Unataka nibadilike vipi niwe kama wewe ambavyo unafanya? Lakini mwanadada alipoanza kubishana naye Mwamba, mshikaji akajituliza tu. Mary akatamani amkoe hata kwenzi hapa, lakini mshikaji yuko bize tu na masomo. Taarifa zikafika nyumbani huyu mwanadada kwamba amepewa adhabu ya kukaa wiki 2 nyumbani. Wakaanza kumfokea tu na kumlaumu kwa kila ambacho kimetokea, kwani anafanya uzembe sana shuleni. Lakini mwanadada alikuwa na kujitetea, lakini wazazi wake hawamuelewi kabisa. Yaani wazazi wenzake wataona vipi hao kwamba amelea mtoto fulani mtukutu tu shuleni? Yaani umri huu tumekulea toka utotoni mpaka sasa hivi unafanya ujinga. Wakamwambia kwamba yapaswa tuondoke hapa, tutakurarua tu kwa makofi. Na kisha mwanadada tu akaamua tu kuondoka hapa, akaona hii itakuwa ni msara. Lakini baada ya pale akaamua kwenda kufanya usafi hapa. Wazazi wakatoka hapo wakawa wanashangaa kabisa kama ni binti yao. Akasema kwamba amebadilika, ameamua kufanya usafi, lakini wazazi hawaamini kabisa kama ni yeye. Labda anajifanya tu kuhakikisha pia anaficha madhaifu yake. Hawa wazazi wana wakashangaa kumwona binti yao kaanza kufanya usafi yeye mwenyewe, lakini awali alikuwa afanye kabisa usafi huko ndani. Siku iliyofuata shuleni kuna ugeni hapa. Baada ya mwanadada kufukuzwa shule akaja mwanadada ambaye anafanana kabisa na yeye. Huyu Chike bwana akaanza kumshobokia tu anamsalimia. Hapa unafanana kabisa mwanadada wa kuitwa Mary. Sijajua unaitwa nani, lakini mwanadada akajitambulisha anaitwa Marta. Mwamba naye kajitambulisha anaitwa Chike. Na kisha wakaanza story 2-3, lakini mshikaji alikuwa anamtazama kweli kweli. Kidogo mshikaji kaanza kuvutiwa naye, maana kile kwamba kashaanza kumpenda. Lakini yeye haelewi kabisa hii inakuaje. Mbona anafanana kabisa na Mary ambaye ni mchumba wake. Lakini kwa upande wa pili Madam Princess pamoja na mwalimu wa kiume hapa wapo wanapiga story 2-3 kuhusiana na mwanafunzi mpya ambaye amekuja hivi sasa. Anaonekana ana uwezo mkubwa sana darasani. Lakini kwa nini mbona anafanana kabisa na Mary? Labda pengine ushaye kudadisi chochote mwalimu? Mimi sijawahi kuelewa kabisa kama wana undugu. Manake tumemfukuza shule tu, tumempa suspension ya wiki 2, lakini nahisi kama miujiza hivi kama karudi tena shule. Lakini hapa Madam Princess akaamua tu kucheka na kaondoka. Huko upande wa pili Chika akaanzisha mahusiano wa karibu sana na mwanadada wa kuitwa Marta. Kwa huyo mwanadada alikuwa busy tu kujisomea, hana namna kabisa. Lakini baada ya pale mwalimu wa kiume hapa alikuwa amemtuma Chika kwa ajili ya kumfuatilia. Akamwambia kwamba umehakiki kila kitu kwamba hawa wana undugu. Akasema kwamba wafanani kabisa. Huyu yuko kivyake na Mary yuko kivyake kabisa. Maana anamjua sana vizuri Mary wake. Mwamba akasema ataendelea kumfuatilia lakini huko upande wa pili nyumbani wakati shule aendi kabisa huko tu nyumbani akahisi kama kuna kitu kinakuja ndani, lakini kina kelele kubwa sana. Huyu mwanadada wa kuitwa Mary akaanza kupiga kelele, lakini hii siku nayo ikapita. Siku nyingine bwana amelala tu sebuleni, mara taa zinazima mara zinawaka. Mara ghafla mwanadada bwana akashtuka, akapata mshtuko mkubwa na kisha akadondoka. Mzazi wa kike ambaye ni mama yake akaja sebuleni hapa akaanza kumshangaa tu mwanae alivyodondoka. Akawa anamuuliza kwamba mwanangu umefanyaje, lakini mtoto wake hazinduki kabisa. Baada hapo akampeleka hospitali, lakini daktari alipomrudisha nyumbani akamwambia kwamba kilichopo tafute mchungaji kwa ajili ya maombi. Na wazazi wake wakashangaa kweli kusikia hili, kwamba hili inawezekana vipi, kwanza tatizo lake kwamba linaelekea moja kwa moja kwenye maombi. Daktari akamwambia kwamba fanyeni haraka sana. Baada pale wakaanza kushauriana hawa wawili, baba na mama, kwamba hii inawezekana vipi. Lakini mama anatamani sana hata kumpoteza binti yake, kwani anasema kwamba alishampoteza binti yake mwingine. Hapa sasa kuna siri ambayo washamficha huyu binti, sijui ni siri gani. Inaonekana huyu dada mgeni bwana anakutana na marafiki zake wa karibu sana na Mary. Hapo anampa moyo wake tu kwamba ulikuwa wapi kipindi chote. Akamwambia kwamba tulikuwa tumekumisi sana. Lakini Ebuba kashangaa huyu ambaye anampa story, lakini hata hatabasamu kabisa. Akawa anajiuliza ni nini ambacho kimekupata, unijui mimi Ebube? Marta akaamua tu kuondoka hapa, haamini kabisa kama huyu si Mary. Akaamua tu kuanza kumpokea hapa, sijui kakumbwa na nini, akaamua tu kuondoka. Wakaja darasani na mashoga zake hapa kwa ajili ya kumzingua.
lakini yeye akamwambia kwamba hana mudi kabisa kuchokozana na wao, lakini akamwambia kwamba kama una mudi ya kuchokozana na sisi, si tupo na mudi ya kuchokozana na wewe. Yapaswa muendelee na mambo yenu ambayo mlikuwa mnayafuata, lakini kunifuatafuata mimi ni kama mnanikosea tu hapa. Mwanadada hana noma kabisa, lakini wao wanataka kumletea noma hapa. Alafu unajifanya kama shoga yetu Mary. Yaani inakuaje? Tunakuuliza kwamba eti unakataa kabisa. Labda unatuigizia tu, lakini wao wanaamini kabisa anawaigizia tu yeye ndo Mary. Yeye hawaelewi kabisa. Wao katoka hapa wakawa wamechanganyikiwa tu kwamba hiki ni nini ambacho kinatokea. Wanajua kabisa huyu ndo Mary. Baada ya suspension kukamilika, aliyopewa huyu mwanadada wa kuitwa Mary akarudi hapa shule, lakini wenzake wakawa wanamuuliza kwamba yani kuna shida gani, ushaikuwa na pacha? Lakini yeye akasema kwamba hajaikuwa na pacha kabisa, yuko peke yake. Lakini wakamwambia kwamba kuna mtu anafanana na wewe kabisa. Mary akaanza kucheka tu hapa, lakini jambo likawa kama serious na likamshitua kweli kweli kwamba kuna mtu ambaye anafanana na yeye kabisa. Huku upande wa pili anaonekana mwalimu mmoja anaitwa Frankie. Huyu Frankie ni mzee wa totos kweli kweli, na hapa alikuwa kwenye mahusiano na mdada mmoja ambaye alikuwa rafiki wa karibu sana na Mary. Hapa anamueleza kila kitu ambacho atakuwa anakifanya hapa shuleni, maana yake yeye atakuwa ni kipaumbele cha kwanza kabisa, kwamba kwenye mitihani kila kitu kinachofanyika yeye ndio mtu wa kwanza kusahishiwa mitihani na kupewa kila kitu. Kuitwa Mary akakutana na ambaye anafanana na yeye kabisa, akamuuliza wewe unaitwa nani, mbona unafanana na mimi? Akajitambulisha kwake akasema naitwa Marita. Hii ikamshangaza kweli kweli, huyu Marita ni wa wapi? Wakaishia tu kutazamana. Baada ya kurudi nyumbani akaanza kushangaa kwamba anafanana kila kitu na mimi, huyu ni nani sasa na ametokea wapi? Ikamshangaza kweli kweli hii. Siku iliyofuata hawa marafiki zake na Mary wakaanza kumfokea kwa kila ambacho anakionyesha ni kama dharau hivi. Wakamwambia kwamba yapaswa uondoke katika hii shule, hatukuhitaji kabisa. Marita akaona hapa aanze kuonyesha uwezo wake. Kumbe huyu mwanadada ni mshirikina, sikwambie mtu, wala si mtu wa kawaida kabisa. Akawaroga, wakaanza kugombana wao tu. Walipigana hapa na kisha wakaanza kushangaana tu kwamba tunagombana nini hapa. Lakini hii siku nyingine mwamba kuitwa Chika akawa karibu sana na mwanadada wa kuitwa Marita. Hiki kitendo bwana kilimkasirisha sana huyu mwanadada wa kuitwa Mary. Mary akaamua kwenda moja kwa moja direct kuzungumza naye. Kwa kila ambacho anakifanya ni kana kama anataka kumnyang'anya kabisa mpaka mwanaume wake. Naomba umwache mwanaume wangu. Lakini huyu mwanadada Marita hana lolote kabisa, manake hana hisia kabisa na huyu mwamba wa kuitwa Chike. Akasema kwamba nikikuona nitakuja kukurarua kabisa, sitaki uwe karibu na Chike. Lakini mwanadada akabaki kusikitika tu wala kusikia. Hii siku nyingine wakaendelea kubembea na Chike, lakini mwanadada akaja hapa akawatazama kwa jicho baya kweli kweli, yani kila kitu anajichukulia mituzo tu huyo mwanadada. Baada pale akaamua kwenda kwa mshikaji kumuuliza kwamba kwa nini kila siku yuko busy tu na huyo mwanadada kuita Marita. Mshikaji akasema kwamba niko busy naye kwa sababu ana roho nzuri na ana tabia nzuri pia na ana uwezo wa kusoma. Upo busy tu na marafiki zako, yani hata hujisomei. Mwanadada alipopewa vidonge vyake ni kama kakasirika, akaamua tu kuondoka hapa kwa hasira kweli kweli imemfura. Akaenda kwa Mashostito akamwambia kwamba kuhusiana na hiki bwana ama ujio huyu mwanadada Marita ni kama kwa kimekuwa ni sumu kweli kweli. Akasema kwamba lazima tumfanyie jambo lolote, na kisha wakashauriana hapa kwenda kufanya jambo baya ambalo si kama anaenda kumua. Huu mchongo bwana ukawa umetiki, wote wakafurahi kweli kweli, wakaamua tu kuondoka hapa. Asubuhi yake wakaenda kuweka kitu kwenye dawati lake, na kisha mwanadada aliyeweka huu mzigo bwana akaamua tu kuondoka. Baada ya muda mfupi wanafunzi kuja darasani, kwa huyu mwanadada ni moja katika kundi lao tu, akaanza kulalamika eti ameibiwa pesa. Mara ghafla Madam Princess kaja hapa kuwatuliza, anamwambia kuna nini? Wakasema kwamba eti kumeibiwa pesa, na kisha Madam Princess akasema kwamba nitakagua kila dawati na nitakayemkuta ana hiyo pesa atajibu kwa nini amechukua hizo pesa. Lakini aliyelengo hapa ni Marita, yeye kajituliza tu kivyake. Baada ya kukagua alikagua hapa, lakini cha ajabu hiyo pesa ikaenda kukutwa kwenye begi la mmoja wao aliosuka huu mchongo. Madam akashangaa kweli kweli kuona hii hali. Ulikuwa unasema umeibiwa pesa, nimefikaje na kisha toka amua kumchukua hapa akasema kwamba nifuate ofisini. Wenzake wakaanza kushangaa. Yaani imekwaje sasa? Yaani tumesuka mchongo afu umedukiwa sisi. Huyu dada kumbe ni mchawi, hawakujua kwamba huyu ni wa hatari. Na kisha hapa anaonekana huyu mwenzao anapewa adhabu yake kama kawaida ya viboko. Ni mwendo wa kulia tu hapa, viboko vinapenya kweli kweli kwenye ngozi yake. Hapa mwalimu akasema imetosha kabisa, unaweza kumwacha tu. Teacher Frankie kwake, yani masuala ya mikunjo kwa huyu mwanadada ambaye anasoma katika shule unaambiwa ilikuwa ni mara kwa mara. Hii siku kaja ofisini kwake, wanaenjoy tu maisha. Anamwekea mziki hapa, anaanza kukata mauno tu. Mshikaji alikuwa amezama, yani amelala kabisa kwa huyu mwanadada. Lakini huku kwa upande wa pili kwa huyu mwanadada kuitwa Mary akaanza kujilaumu tu kwamba yani anachukua kila kitu. Yani haiwezekani, nitamkomesha. Ningekuwa na uwezo wa kumua ningemua hata leo. Lakini ghafla mara taa zikaanza kuzima zinawaka. Hiki kitu bwana nacho kikapita tu, lakini mazonge kwenye maisha yake yashaanza kuwa makubwa kweli kweli. Lakini asubuhi yake hapa hawa wazazi wake wawili mume wake akaanza kumuuliza mke wake kwamba nimekuta nguo zote zimepigwa pasi, zimenyoshwa vizuri kabisa. Yani zimefuliwa, zimetakata. Labda umefanya wewe mke wangu? Mke wake akasema kwamba
hili mbona sijafanya? Lakini mume wake akashangaa kabisa, ni nani kafanya usafi humu ndani? Baada ya pale wakajua tu kwamba aliyefanya usafi ni mtoto wao, na hapa wakamletea zawadi ya kumpongeza. Sasa kwenye familia kuna furaha kweli kweli, kila siku wazazi wanampongeza tu huyo mwanadada, ni kana kwamba anachokifanya humu ndani kinawapendeza sana. Wakamaliza kwamba siku hizi umebadilika sana mwanetu, hongera sana, endelea kubaki vile vile, tunajivunia sisi kama wazazi. Lakini haya yote ama sifa anazopewa hizi ni kama si za kwake hizi. Yani yeye anashangaa tu kwamba hizi sifa zinakuja kwangu. Yani ni nani ambaye anafanya usafi humu ndani? Anyway, ngoja niliache tu, lakini sielewi ndio kinatokea humu ndani. Maana kuna mtu anafanya usafi badala yake yeye. Hizi zawadi akaamua tu kuziweka hapa, lakini siku bana akajiandaa kama kawaida kuelekea shuleni. Na hapa amevaa track yake vizuri kabisa. Na hii ni kwa ajili ya kuelekea shuleni. Anaonekana ni mwenye furaha sana. Baada ya kufika shuleni akashangaa kumuona huyo mtu ambaye anafanana na leo kavaa nguo kama zake. Hii wana ilimshangaza kweli kweli, na kisha kaanza kukimbia tu mbio kweli kweli. Kwa upande wa teacher Frank bwana ni mzee wa totos kama kawaida. Wana mahusiano ya dhati kweli kweli na huyu mwanafunzi. Hapa ametoka kukichapa vichakani. Ni mwendo wa kukaza tu sketi hapa, ameenjoy tu wao wawili. Yani hawana shida kabisa. Mwanafunzi na mwalimu wake wanadinyana. Hii siku bwana Mary akaamua tu kumuuliza mama yake ukweli kwamba huenda labda na mtoto mwingine ambaye ni pacha wake. Maana kuna mtu amekuja shuleni anafanana na mimi kabisa. Lakini mama akashangaa kusikia hii taarifa kama ngeni hivi. Lakini kumbe kwamba hii inakuaje? Akamwambia kwamba huko shuleni kuna mtu ambaye anafanana kabisa na mimi amekuja. Lakini mama akampoza tu akamwambia kwamba watu wanafanana tu binti yangu, wala usio na shida kabisa. Mama akamtuliza tu binti yake hapa ili nalo likaisha kabisa. Lakini mama anaonekana anajua jambo hapa. Hii siku bana wako shuleni hapa, mwalimu anaendelea kufundisha kama kawaida. Na hii siku ilikuwa ni siku ya kukusanya notes ambazo walikuwa wameandika nyumbani, lakini kwake akakumbuka utopolo aliofanya ni kwamba hajaandika kabisa. Wakati anaandika hapa ni kama usingizi usiku wa jana ulimpitia. Maana yake ni kwamba anakusanya tu, hajui kabisa huu utubu utaenda kukubaliwa na huyu teacher. Huku upande pili kwa familia yake, mke wake akaja hapa. Mr. John akawa anaulizwa na mke wake kwamba binti yetu ameshaanza kuulizia siri ambayo tumeificha kwa muda mrefu. Kupasi kumwambia kabisa mke wangu hili jambo, lakini mke wake akasema kwamba naogopa sana kumpoteza binti yangu. Kwa kile ambacho kilitokea nyuma, naogopa sana kujirudia tena kwa mtoto wangu. Natamani sana kumwambia ukweli, lakini mzee akakataa kabisa kumwambia ukweli. Huko shuleni tunaonyesha mwalimu Frank ambaye ni malaya kweli kweli, yupo tena na mtongozi wa mwanadada ambaye ni rafiki wa karibu sana na Marita. Na hapa anamwambia kwamba yapaswa ni kuzagamue muda huu. Na hapa yupo anarusha swaga zake baada ya huyu mwanadada kuja ofisini kwake kuleta madaftari. Huyu ni Montrose katika darasa lao, lakini huyu mwanadada akakaza kabisa. Akasema kwamba siwezi kufanya hiki mwalimu ambacho nakitaka ukifanya. Mwamba kataka kuforce hapa, lakini ghafla Madam Princess akaja hapa akamuuliza kwamba hivi ndivyo ambavyo unafanyaga na hivi ndivyo unafanyaga wanafunzi wote ambao wapo hapa shule. Mmewafanyia wanafunzi wangapi? Mwamba kaanza kukana kabisa hiki ambacho kinaongelewa hapa. Nikana kwamba hili kosa ni la kwanza, kumbe mshikaji ni tabia yake. Mwamba kaanza kujitetea mwili wote jasho kweli kweli, lakini Madam Princess akasema kwamba hili linafika mpaka kwa mwalimu mkuu na wala silifumbii macho kabisa. Akaamua tu kuondoka. Mwamba kaanza kujilaumu tu hapa kwa kila ambacho kinafanyika, maana kazi anaenda kuikosa kabisa. Na kweli kesi wani kafika mpaka kwa mwalimu mkuu. Hapa mwalimu mkuu akaanza kumfokea tu kwa kila ambacho kimefanya, lakini Mwamba akasema kwamba ni shetani tu amenipitia. Yani alikupitia vipi yani? Kwa nini usingekataa kupitiana naye mpaka ukapitiana na shetani mkaenda kufanya maajabu? Na kisha kama kuokota simu hapa, anapiga simu polisi kwaje wamchukue. Madam Princess akaanza kumsikitikia tu mshikaji hapa, anaenda jela bwana miaka 30. Mwamba akaanza kulaumu tu hapa, lakini baada ya pale mwanadada tu akaamua tu kuondoka akimzodoa tu hapa. Polisi wanakuja kumchukua ajiandae. Ili kundi la vishankupe hawa bado wanajadili kuhusiana na namna ya kumuua kabisa huyu mwanadada wa kuitwa Marita. Maana sasa wameshinda mbinu nyingine, wanachotaka sasa hivi ni kwenda kumuua. Hapa mpango bwana ukatiki, wakaamua moja kwa moja kwenda kumuua kabisa. Na kiongozi mkuu ambaye anatakiwa kumuua ni huyu mwanadada wa kuitwa Mary. Maana yake anaenda kumuua kabisa mtu ambaye anafanana naye. Na kisha alipofika pale akatekeleza zoezi zima la mauaji. Wenzake wanamshawishi tu kwamba afanye hiyo kazi. Na kweli hiyo kazi alifanya kwa kumtia kitu kizito hapa, akadondoka chali. Baada pale wakaamua tu kukimbia wakaelekea darasani. Walipofika darasani, cha ajabu wakamkuta yule mwanadada ambaye amemuua kule yuko darasani na anajibu maswali hapa. Walipofika hapa wakaanza kushangaa. Mwalimu anawakaribisha ingia darasani mkae, lakini wao wakawa na kitete kuingia darasani. Na hapa wakaamua tu kuondoka kukimbia kabisa mbio, kwa sababu hiki kinawashangaza. Waliporudi huko ambako amemuua huyo mtu wakamkuta tena yupo kabisa, ni yule tu, lakini huko darasani yupo na huku tena yupo. Sasa hapa wakaanza kuchanganyikiwa. Hapa wakaamua kuondoka mbio kweli kweli. Mwanadada akafika huko nyumbani akaanza kuomba sala ya toba, maana amefanya mauaji ya kuua mtu, anajilaumu tu hapa. Hiyo hajawahi kuua kabisa. Akaanza kuona maluelue tu ndani kwake. Baba akaja huko ndani akaanza kumuuliza kuna nini kinaendelea binti yangu. Siku zikawa ngumu sana kwa hii familia. Wakaanza kuambizana tu ni ile wamwambie ukweli binti yao kwa kina ambacho kilitokea. Mama akasema kwamba tumpeleke hospitali kwa ajili ya matibabu, lakini mzee akasema kwamba tuhitaji kumpeleka hospitali, tunahitaji kumuita mchungaji kwa ajili ya maombi, lakini mama akakataa kabisa. Baadaye akaokota simu hapo, baba akapiga simu, lakini mama hataki kusikia kuhusiana na mchungaji.
Baada ya pale mchungaji akaja mpaka nyumbani, wakaanza kufanya maombi. Maombi yalifanyika kweli kweli, lakini baada ya maombi kukamilika, mchungaji akaeleza kuhusiana na kile ambacho amemficha kwa kipindi kirefu binti yao. Wamwambie ukweli kama kuna dada yake, hilo wakamwambia kwamba haliwezekani kumwambia sasa hivi. Kumbe huyu ana dada yake ambaye anafanana kabisa na huyu ambaye anaonekana akiwa shuleni na msakama, huyu ni ndugu yake, lakini yeye huyu mwanadada hajui kabisa. Baada ya pale wakaamua tu kumwambia ukweli binti yao, yule mtu ambaye anamtokea kila siku anafanana naye ni ndugu yake kabisa. Tunakumbushwa hapa huyu Marita akiwa binti mdogo sana, na hapa hii siku alikuwa anatembea na babaka, anamuuliza kwamba ndugu yake yuko wapi. Lakini siku ya mwisho kutengana wawili ilikuwa ni hii siku ambayo alikuwa anazungumza na watoto wake akiwashawishi kwa maneno matamu kweli kweli. Ilikuwa ni siku ya mwisho kuongea kwa pamoja na hawa watoto wawili. Kumbe mmoja alipata ajali na kupoteza maisha, lakini hakuwahi kumwambia kabisa Mary kwamba ndugu yake ashafariki. Hii ni kwa ajili ya kulinda hisia zake, lakini wakamwomba msamaha sana kwa hiki ambacho alikifanya. Ni kama walimficha hivi kuhakikisha pia wananusuru kwenye changamoto ya afya ya akili ili akae sawa kabisa, kwa sababu tunajua mapacha ambao wamezaliwa tumbo moja, mmoja akifariki kinachofuata kuna mwingine anaweza akafanya maamuzi mazito pia ya kujiua. Hili alikumfurahisha kabisa, na kisha akaenda kuzungumza na pacha wake. Pacha wake akamwambia kwamba nilikuwa natamani kwa muda wote kukusaidia, na kisha mimi nikafariki. Nilitamani sana kuishi na wewe kwa kipindi kirefu, lakini ilishindikana. Kipindi chote uliniona kama adui, lakini naomba nikwambie tu ukweli kuhusiana na Chike. Chike anakupenda sana, lakini naomba tu ubadilike, uachane na marafiki zako akina Ebube ambao wanakupotosha na yeye asikupende. Na kisha tokaamua tu kupotea. Mwanadada akasema kwamba dada yangu, nilikuwa mwenyewe mara ya pili, naomba unisamehe sana. Kumbe ilikuwa ni ndoto hapa naota, na kweli ndoto ilikuwa ya kweli kabisa. Baada ya kutoka kwenye ndoto akawa analia tu. Hii siku bwana akaamua kwenda mpaka shuleni katika eneo ambalo alimuua ndugu yake, na hapa akaanza kujilaumu tu kwamba alimuua mara ya pili ndugu yake. Hii siku bwana ilikuwa siku mbaya kwake. Amekuja kujua ukweli ambao ulikuwa umefichwa kwa muda mrefu na wazazi wake, kwamba alikuwa kumbe na ndugu. Huku upande wa pili kwa hawa kina Ebube na wenzake wanateketezwa na huu mzimu, wakadedi kabisa, hataki waambatane na ndugu yake. Huyu mmoja tu akampa ukiziwi kwamba asiongee chochote kabisa ambacho kimetokea hapa, ila alibaki kuwa hai. Anajaribu kutesti mitambo, haongei, ashakuwa bubu, lakini pia na kiziwi, manaka asikii, haongei. Baada ya kuja hapa walimu wakaanza kumuuliza nini kimetokea hapa, haongei chochote kabisa. Walimu wakachanganyikiwa, wanafunzi wawili wamefariki ghafla tu, lakini Madam Princess akaanza kushangaa, huyu naye haongei, na hapa napo wamefariki watu wawili. Tutawaambia nini wazazi wa hawa watoto kwamba wamefariki hapa shuleni, ikiwa walikuwa katika mazingira ya shule? Lakini mwanadada Mary hapa anajua kila kitu. Hapa tu akaamua tu kutoka hapa peke yake. Mwamba Chike naye akaamua kumfuata mchumba wake ili akaongea naye mawili matatu. Akamwambia kwamba mimi bado nakupenda sana, najua sasa hivi utakuwa umebadilika kabisa kwa kila ambacho kimetokea, niko tayari kwa ajili ya kuwa nawe, lakini pia nakuomba pole sana kwa kila ambacho kimetokea. Mwanadada Mary akafurahi kweli kweli, akakumbatiana na penzi likaanzia hapo tena upya kabisa. Lakini huu mzigo bwana unakamilika hapo, na kuomba tu subscribe na kubonyeza alama kengele, na tukutane kwenye mzigo mwingine. Tunatamatisha hivyo. Mimi ni nani? Mimi ni Shy TZ. Let's go.